Jina naitwa Richard Libenti, ni mfanyakazi wa IDP lakini pia ni mratibu wa mradi wa mmoja wapo ni wa EcoFood, ambapo umekuwa tukifanya kampeni juu ya biashara katika kilimo ekolojia, tukiamini kwamba wafanyabiashara wanaweza wakafanya biashara kwenye kilimo ekolojia na kutengeneza pesa, lakini pia na kula chakula salama. Kwa hiyo tunazunguka kwa wiki hii, tumekuwa tukizunguka masoko mbalimbali. Tulianzia Dukabovu, tukaja Kisongo, Ngaramtoni na leo tuko hapa Kilombero. Lengo ni kuhamasisha jamii iweze kula chakula salama. Nikisema chakula salama, sio usalama wa chakula, na maanisha chakula kilichozalishwa kwa njia rafiki zisizoathiri afya ya binadamu, lakini zisizoathiri pia mazingira. Kwa tunahamasisha jamii, hatuhamasishi tu kwa kuongea, isipokuwa tunawaonesha bidhaa hizo zilizopo hapa. Kwa hiyo tunawakaribisha watembee katika banda hili, waone hizo bidhaa namna gani zinazalishwa. Lakini pia tushindani na wafanyabiashara wengine, isipokuwa tunaonesha kwamba unaweza ukawa na uchaguzi. Unaweza ukafahamu pia kwamba kuna bidhaa zinazalishwa hivi, kwa hiyo mimi ninunue ipi, iliyozalishwa hivi au iliyozalishwa kwa njia zilizo bora kwa ajili ya mtumiaji. Kwa hiyo kimsingi, ama kwa maneno mafupi niseme tu, lengo letu ni kuhakikisha na kuona jamii inakula chakula kilicho salama, kilichozalishwa kiikolojia. Tulichokigundua ni kwamba jamii haijapata taarifa bado, lakini hata ukiangalia wauzaji, yawezekana hawajui kwamba kuna fursa nyingine ya kuuza vyakula vingine vilivyozalishwa kiikolojia. Kwa hiyo hata wauzaji wakijua, wanaweza wakawa na bidhaa zote, kwa hata wanunuzi wakafahamu. Kwa hiyo fursa ipo ya kutosha, matokeo yamekuwa makubwa, watu wamekuja kujifunza, si kwa kununua tu bali hata kwa kula. Kwa hiyo na hata leo watatest. Kwa hiyo matokeo ni makubwa. Naitwa ndugu Jimmy Mongi, ninafanya kazi na taasisi ya wakulima ya Mvi wa Arusha, na tunashirikiana kwa ukaribu sana na taasisi wenzetu ya ILSD Pikes au LDP, na tuko kwenye soko la Kilombero. Tunafanya kampeni ya kuhamasisha jamii kuhusiana na kutumia bidhaa pamoja na mazao yaliyozalishwa kwa njia za kiikolojia. Kwa hiyo tunaendesha kampeni ambazo zimeanza tarehe 11 na zitaenda mpaka tarehe 30 ya mwisho wa mwezi huu. Lengo ni kuhamasisha jamii pamoja na walaji wa mkoa wa Arusha kuhusiana na matumizi ya bidhaa za kilimo ekolojia au kwa kifupi vyakula safi na salama. Sasa kwenye kampeni hii tunahusisha wadau mbalimbali. Tunahusisha serikali ya mkoa pamoja na wilaya zake za Arusha, na tuko na kitengo cha afya pamoja na kitengo cha lishe kutoka upande wa serikali kwa ajili ya kuhamasisha masuala ya lishe. Lakini pia tunashirikiana na wajasiriamali wadogo ambao tunafanya nao kazi kupitia mradi wa EcoFood, ambao wana bidhaa zilizosindikwa zilizozalishwa kwa mbinu za kilimo ekolojia. Pia tunashirikiana na wakulima kutoka katika vijiji mbalimbali tunavyofanya navyo kazi, na wenyewe wana bidhaa mbalimbali ambazo zimetokana na mazao pamoja na mifugo ambazo zimezalishwa kwa njia za kilimo ekolojia. Kwa hiyo kwenye kampeni hii, licha ya kwamba lengo kubwa ni kuihamasisha jamii ya mkoa wa Arusha kuhusiana na kufahamu faida pamoja na matumizi ya bidhaa za kilimo ekolojia, lakini pia kampeni hii imejikita zaidi kuhakikisha kwamba tunapata mitazamo ya walaji kuhusiana na hizi bidhaa za kilimo ekolojia. Kwa hiyo kwenye kampeni hii pia tunakusanya taarifa kutoka kwa walaji kupata mitazamo yao, ni namna gani wanafahamu faida za kutumia mazao pamoja na bidhaa za kilimo ekolojia. Kampeni hizi zimelenga hasa maeneo ya masoko pamoja na minada, na kama nilivyosema awali, leo hii tuko kwenye soko la Kilombero ambako tunaendelea na kampeni hizi kwa lengo la kuhamasisha umma. Toka tumeanza kampeni hizi tarehe 11, katika maeneo ambayo tayari tumeshapita kwa mkoa huu wa Arusha, kwa kweli mapokeo ni makubwa sana. Tumebaini kwamba bado kuna kundi kubwa sana la jamii ambalo halina uelewa kamili
kuhusiana na faida za kutumia bidhaa za kilimo ekolojia. Lakini pia kitu cha kufurahisha zaidi, kupitia kampeni hizi tumeweza kutambua kwamba pia lipo kundi ambalo linafahamu umuhimu wa kutumia hizi bidhaa zilizozalishwa kwa njia za kiekolojia bila kutumia makemikali sumu. Kwa hiyo kampeni hizi zimetusaidia sisi kama taasisi pamoja na wadau wengine ambao tunashirikiana nao pamoja na serikali ya mkoa wa Arusha kupata maeneo ya kuongeza juhudi kwenye kufanya uhamasishaji kwa jamii. Matarajio yetu makubwa kwanza ni kuendelea kujenga uelewa kwamba tunatarajia tukimaliza kampeni hizi basi jamii ya mkoa wa Arusha itakuwa imepata uelewa juu ya faida za kutumia mazao pamoja na bidhaa za kilimo ekolojia. Lakini pia tunatarajia kutakuwa na ongezeko kubwa la mahitaji ya hizi bidhaa za kilimo ekolojia katika jiji pamoja na mkoa mzima wa Arusha. Lakini kingine kikubwa sana ambacho tunakitarajia kama matokeo ya kampeni hii ni kuongeza uelewa kwa jamii kwa ujumla kuhusiana na faida hasa za kiafya za kutumia mazao haya ya kilimo ekolojia pamoja na bidhaa zilizosindikwa kwa njia za kiekolojia. Kwa majina naitwa Jeremia Elias, katibu mkuu wa soko la Kilombero. Leo siku ya maonyesho ya bidhaa inayotokana na kilimo ekolojia. Tunashukuru sana kwa washahidi, lakini maonyesho haya ambapo kwetu sisi kama wasimamizi wa soko tunafurahi kuona watu wanapewa elimu ya umuhimu wa vyakula vitokanavyo na kilimo cha asilia, yani kilimo ekolojia. Chakula hiki ni muhimu, japo wengi hawaelewi umuhimu wa kula vyakula ambavyo vimetokana na kilimo cha ekolojia. Asilimia kubwa ya watu sokoni wanauza vitu ambavyo vimelimwa kwa kutumia makemikali mengi, ambapo baadaye ndio unakuta ni chanzo cha magonjwa mengi, typhoid na magonjwa mengine ambayo yanasababishwa na chakula. Lakini kwa leo unavyoona hapa nyuma yangu hapa ni vitu ambavyo vinakuja kuonyeshwa ambavyo wajasiriamali wadogo wadogo ambao wanajihusisha na masuala ya kilimo ekolojia wameleta bidhaa zao hapa kwa ajili ya maonyesho, na lengo ni kueneza elimu na umuhimu pia wa kutumia mazao ya kilimo ekolojia. Mazao haya ni muhimu kwa sababu hayana sumu, vile vile hayana gharama katika kuyalima, maana hayahitaji mbolea za viwandani, natumia tu mbolea ya kawaida hii samadi. Mimi wito wangu kwa wafanyabiashara wa Kilombero, tuendelee kuuza hivi vitu vya ekolojia vinavyozalishwa bila sumu, tulete kwa wingi, maana ndio msingi wa afya wa mwanadamu.